Habari Tanzania, mimi naitwa Mr. Black kutoka BSL Investment Company Limited, na leo imekuwa ni wasaha mzuri kukutana mimi na wewe katika somo muhimu kabisa, na nikutake sasa upate utulivu kulisikiliza somo letu la leo. Nataka nizungumze na wewe kuhusu nyanja ama stadi za muhimu katika ulimwengu wa sasa. Nyanja ama stadi za muhimu katika ulimwengu za sasa. Kwa lugha nyepesi ya Kiingereza tunasema universal needed skills. Tunayo mambo ya muhimu katika ulimwengu wa sasa ambayo tunatakiwa kuyafahamu. Na leo nitakupa mambo matano tu ya msingi ambayo yatakusaidia wewe kukua katika uwekezaji wako au kuwa na maisha ya kisasa zaidi. Naomba nianze na hii ya kwanza kabisa ambayo natamani kuelekeza kuhusu maarifa ama stadi za utatuzi wa changamoto. Unapokutana na changamoto yoyote katika uwekezaji wako, unapaswa kuwa na maarifa ni namna gani unaweza kutatua changamoto hiyo ama ukaondoa changamoto hiyo. Na hapa tunaongelea problem solving skills. Inakupasa uwe na uwezo wa kuzielewa namna gani changamoto utazikabili, lakini pia uwe na akili ya kuweza kudadavua mambo kwa kina. Tunaita critical thinking. Hapa tunataka Kiswahili nadhifu, naweza nikasema uketo katika namna ya ufanyaji maamuzi yako. Unakutaka uende deep down, ufikirie kwa kina namna gani unaweza kutatua changamoto unazokutana nazo. Maarifa katika utatuzi wa changamoto ni njia moja hapo kukukuza katika maendeleo ya uwekezaji wako. Lakini pia maarifa namba 2, naomba nikujuze tu kwamba unahitaji kuwa na uwezo wa kuwa na mfumo mzuri wa kimawasiliano, uwezo katika mfumo sahihi wa kimawasiliano. Haya ni maarifa ambayo watu wengi wanakosa. Mawasiliano yako namna 2. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita verbal communication na non-verbal communication. Namna gani unaweza kuongea, namna gani unaweza kuandika, namna gani unaweza kaonyesha hisia ama ishara juu ya kile unachotaka kuwasiliana. Katika maisha yetu ya kila siku, sisi kama vijana, sisi kama wanadamu, na sisi kama wote tuliopata nafasi ya kuishi katika ulimwengu huu, inatupasa kuwa na uwezo wa kuweza kuwasiliana. Mawasiliano nazungumzia hapa ni namna gani unafikisha ujumbe, namna gani unapokea ujumbe, lakini namna gani unautafsiri ujumbe kwa wakati sahihi, kwa watu sahihi, kulingana na tukio sahihi. Hii itakusaidia sana katika kuweza kuwasiliana na yeyote, hasa katika uwekezaji, biashara na maisha ya kila siku. Na hapa ni kuongeze kwa kitu kimoja, mara nyingi jifunze pia kuwa na maarifa mazuri ya kuweza kuandika ujumbe wako. Let's say unataka kuandika andiko mradi ama kuwasilisha wasilisho fulani lolote, basi jitahidi kuliandika vizuri. Hapa nazungumzia kama vile project proposal ama business proposal. Mara nyingi unapaswa kuiandika vizuri ili kumshawishi yule unampelekea aweze kuipokea. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba nikujulishe tu kuhusu njia ya 3 ambayo stadi ya muhimu namba 3 ambayo inakupasa uifahamu katika ulimwengu huu wa sasa. Katika yote tunayofanya katika ulimwengu huu wa sasa, inatupasa kufahamu teknolojia, digital retailers. Mara nyingi nataka tufahamu maisha ya kisasa kiulimwengu ambayo yamekumbwa na matumizi ya teknolojia. Usipokuwa na uelewa katika matumizi ya teknolojia, basi bado hujawa mtu sahihi katika uwekezaji. Leo nikukumbushe kwamba utakapotumia vizuri teknolojia, itakusaidia kufikisha taarifa kwa haraka, itakusaidia kupokea taarifa kwa haraka, lakini pia itakusaidia kutangaza huduma na biashara zako unazozifanya. Lakini zaidi, itaendelea kujulisha ulimwengu juu ya nini wewe unachokifanya. Tunachotaka ukipata kutoka kwako ni utofauti ulionao wewe tofauti na mtu mwingine. The way wewe ulivyo, mwingine sivyo vile alivyo kama wewe. Kila alichokibeba yule mwingine si kile ulichokibeba wewe. Ukitumia vizuri teknolojia itafikisha ujumbe, lakini pia ukitumia vizuri teknolojia itakusaidia kuzalisha zaidi katika biashara yako. Production system yako itakuwa ni kubwa kwa sababu teknolojia itakuwa imehusika katika uwekezaji wa kile unachokiwaza. Tumia teknolojia, jifunze kuhusu teknolojia. Hapa sasa hivi nazungumzia akili mnemba, yani artificial intelligence, na vinginevyo vingi ambavyo vinatumika katika ulimwengu wa sasa kuweza kufikisha ujumbe ama kuzalisha mali na kuongeza faida katika kile ulichowekeza. Zingatia, teknolojia ni chombo cha msingi kitakachokuchukua wewe hapo ulipo na kukupeleka juu zaidi. Na kupeleka katika study namba 4 ama nyanja namba 4 ambayo inakupasa uifahamu katika maisha yako ya kila siku ya uwekezaji. Hapa naongelea nyanja ama maarifa
ya kuwa na uwezo katika ushirikiano, tunaita collaboration. Lakini pia ni namna gani unatawala hisia zako, emotional intelligence. Unaelewa vipi hali ya kimaisha ulionayo, unaitawala vipi hali ya hisia yako. Mara nyingi tunapoteza wateja wengi kwa kuwa na hasira wakati wa kuwahudumia. Hiyo inaweza kuwa chanzo kimoja hapo cha kupoteza pato kubwa katika maisha yako. Lakini si hivyo tu, unapokuwa unafeli katika emotional intelligence, hukupelekea wewe kutokuwa na watu, kutokuwa na marafiki, kutokubalika na jamii, na mwisho wa siku kuonekana haufai. No, zingatia. Leo jitahidi kucontrol emotional intelligence yako. Jitahidi kucontrol hali yako ya hasira, hali yako ya upole, hali yako ya ukali. Jitahidi kuwa na lugha neutral ambayo inaweza kuzungumzika kwa mtu yeyote, lakini pia inaweza ikatumika kwa mtu yeyote. Jitahidi kushiriki na jamii, shirikiana na jamii, lakini pia shirikiana zaidi na wale wenye maarifa zaidi yako. Hiyo itakusaidia na kufikisha katika malengo makubwa. Nimalize na hatua ya 5, ni namna gani inakuhitaji wewe, ama maarifa inakuhitaji wewe kila siku. Maarifa namba 5 na kukumbusha leo ni stadi za ujifunzaji kila siku. Lazima uwe na mwendelezo katika kujifunza, continuous learning. So ukiwa unajifunza kila siku, itakusaidia kukufanya kuwa mtu wa kipekee na wa kisasa zaidi. Unapojifunza inakupa maarifa mapya kila siku. Unapojifunza unakutana na vitu vipya kila siku, na pale unapokuwa mpya kila siku ndio nafasi pekee ya kuongeza thamani ya juu ya kile unachokifanya. Hujachelewa bado. Unayo nafasi ya kuanza na kuendelea leo. Unayo nafasi ya kujifunza leo. Unayo nafasi na kila sababu ya kupata maarifa haya machache niliyokutajia leo, wakaweza kuyatumia kuongeza hali, lakini pia kukuza maslahi ya kile unachokifanya leo na hata kesho utakapoacha historia Tanzania. Bado tunakuhitaji, na zaidi tunahitaji sana zao lako kupitia kile unachokifanya. Tanzania inakutazama, Afrika inakusubiria, na ulimwengu upo tayari kupokea kutoka kwako. Mungu akubariki sana.